kutembea katika utawala juu ya magonjwa na maradhi. Kutembea katika utawala juu ya magonjwa na maradhi, ama kuwa na utawala dhidi ya maradhi na magonjwa. Kuwa mtawala, kuwa mtawala. Moja ya baraka ambayo Mungu aliachilia kwa mwanadamu wakati wa uumbaji ni kutawala. One of the blessings, ukisoma Mwanzo 1:28 asema Mungu akawabarikia, Mungu akamwambia zaeni mkaongezeke mkajaze nchi, mkatiishe na kuitiisha, mkatawale, mkatawale, have dominion, have dominion. So mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu ili apate kutawala, na anachokitawala mwanadamu ni shetani. Kwa chochote kinachotawaliwa ama kinachotokana na shetani kipo kitawaliwe na mwanadamu. Na nitangulia kusema hivi, maisha ni vita. Life is a battlefield. Maisha ni uwanja wa vita, na ni mpaka umekuwa na mtizamo wa kivita katika maisha, hauwezi kusurvive katika dunia iliyojaa uovu wa kila aina. Life is a battlefield, but until you have a perspective of war, you cannot survive in this world full of evils, full of evils. Maisha ni uwanja wa vita. Kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na ule mstari wa 4 anasema, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu. Na huko ndiko kushinda kwa ulimwengu, hiyo imani yetu. Kila kilichozaliwa na Mungu. So wakati wote unapookoka umejiandikisha katika register ya vita, umejiandikisha. Kukata tamaa dhidi ya ugonjwa ni kukubali kufa, ama ni kuruhusu shetani akuchezee. Isifike hatua ukaanza kukiri kwamba sasa you have given up, umekata tamaa. Hii HIV, hii kifua kikuu, hii kansa, hii, don't give up if God has never given up. Usikate tamaa ikiwa Mungu hajawahi kukata tamaa. Jiandae sasa kuvaa silaha za imani. Vaa silaha za imani. Kila mara chukua hatua. Ukihisi nguvu za kiroho zimepungua, ongeza. Weka utaratibu wa kufunga kila wiki. Have one day for prayer and fasting. Uwe siku moja funga na kuomba kila wiki. Why? Maisha ni uwanja wa vita. Biblia inasema ukizimia siku ya taabu nguvu zako ni chache. So lazima uishi kwa kujua niko vitani, niko vitani. Kwa kila kichozaliwa na Mungu kimezaliwa kushinda. Kinashindaje kama kipambani? Hata kuishi maisha matakatifu, Biblia inasema kwamba hamjafanya vita hata kumwaga damu kishindana na dhambi. Kitabu cha Waebrania 12:24 anasema hamjafanya vita hata kumwaga damu mkishindana na dhambi. Kumbe hata kuishi maisha matakatifu bado unahitaji kuwa na mtizamo wa kivita. Bado unahitaji kuwa na mtizamo wa kivita. Kwa ukiishi tu ukafikiri kwamba kuishi tu kivyovyote ni sawa. Soma maandiko. Na usisome Biblia kama historia. Isome Biblia kama maelekezo ya wakati husika. Read the Bible as the right instruction of the time. Right instruction. Maelekezo sahihi ya wakati husika. Haleluya. Kwa hata kuishi maisha ya matakatifu lazima uwe na mtazamo wa nini? Wa vita. Now listen to me. Shetani anatumia magonjwa na maradhi kuwadhoofisha watu, kudhoofisha kanisa, kudhoofisha watu wa Mungu, kudhoofisha kazi ya Mungu,
kudhoofisha utafutaji, kudhoofisha uzao, kuleta mauti na kadhalika. Sasa basi Mungu ametupa ufahamu. Sasa nisikilize, Shetani anatumia silaha ya maradhi na magonjwa kwa kukushinikiza. Andika, Shetani anatumia silaha ya maradhi na magonjwa kwa kukushinikiza ukubali taarifa zisizo sahihi. Ukisoma kitabu kile cha Isaya sura 53, Isaya 53 kenda mstari wa kwanza, anasema ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Angalia kwa Kiingereza anachosema, who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? Nani amesadiki? Nani ameiamini taarifa tuliyoileta? Na mkono wa Mungu wa Bwana amefunuliwa nani? Ripoti yenyewe ilikuwa ni hii. Ndipo anaposema mstari wa 4, anasema hakika amechukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tumdhania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Mimi nimepona, wewe umepona. That is the report. Who hath believed our report? Which report? By his stripes we were healed. Kwa kupigwa kwake tumepona. Nani aliziamini? Kuna taarifa za Mungu na kuna taarifa za Shetani. Taarifa za adui zinasema wewe ni mgonjwa. Taarifa za Shetani zinasema wewe ni mgonjwa, na ugonjwa huu hauna dawa. Taarifa ya Mungu inasema kwa kupigwa kwake umepona. Je, unachagua kuamini taarifa ipi? Listen, kuna watu wanachanganya mambo. Kupimwa ukaambiwa kwamba una HIV, kupimwa ukaambiwa kwamba una cancer, it is not a problem. Ni kazi ya madaktari hiyo. Kazi yao ni kutibu, na ni kazi ya Mungu kuponya. Asa watu wanaishia kuamini ripoti ya daktari na ripoti ya Mungu wanaweka pembeni, na wakati mwingine hawana hata muda wa kusoma maandiko. Utateseka kwenye majira haya. Amua kununua Biblia na anza kutafuta haki za muamini, haki na ahadi za Mungu juu ya maisha yako kwa habari ya siku hizi za mwisho tunazo. Mungu anasema nini kwa habari ya magonjwa? Mungu anasema nini kwa habari ya uchumi? Mungu anasema nini kwa habari ya afya yako? Kuna taarifa mbili, wewe utachagua ni ipi ya kuamini. Who hath believed our report? Which report? By his stripes. Kwa kupigwa kwa Yesu kuna mtu unatoka leo umeponywa katika jina la Yesu. Ninanena na kuongea na chanzo cha hayo maradhi. Ikiwa ni laana, ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, baraka ya Bwana ya afya ingia katika jina la Yesu Kristo. Mpenzi, naomba ufanikiwe na uwe na afya yako kama nafsi yako ifanikiwavyo, kama roho yako ifanikiwavyo. Ripoti utakayoiamini ndio ripoti utakayoitii. Ninakushauri, I advise you, obey only what God has commanded. Beware whatsoever God has not told you to do, because you are only established by God. Tii tu kile ambacho Mungu amekuamuru ama amekuagiza. Tii tu kile ambacho Mungu amekuagiza. Sijakwambia kwamba usipime, kapime. Sijakwambia usimeze dawa, meza dawa. Madawa yanatibu, anayeponya ni Mungu. Watu tumeiondoa nafasi ya Mungu, tumeweka, yani mahali pa Mungu tumeweka madaktari. Madaktari wana nafasi yao, Mungu ana nafasi yake. Ukisoma kitabu cha Yakobo, anasema kwamba mtiini Mungu, mpingeni shetani, mtawala dhidi ya magonjwa kama bado unamtii shetani. Tiini Mungu, mbele. Kitendo cha kumtii Mungu
utawala unakuwa ni wa kwako. Utawala unakuwa ni wa kwako. Haleluya. Kitabu cha Yakobo 4:7 anasema basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa hiyo sababu ya shetani kutukimbia nini? Tunapomtii Mungu, Mungu anatupa mamlaka. Mungu anatupa nguvu ya kiutawala. Mungu anatupa nguvu ya kiutawala. He gives us dominion. God gives us dominion when we obey him. Mungu anatupa mamlaka ya kiutawala pale tunapomtii. Mungu anakupatia nguvu ya kiutawala ama mamlaka ya kiutawala unapomtii. Yakobo 4:7 basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Huwezi kupinga magonjwa kama wewe umtii Mungu. Magonjwa yanajua wewe umsikilizi Mungu, wewe umtii Mungu, they will never hear you. Hayawezi kukusikia. Isaya 2:8-10 Mungu anasema angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake bure na madanganyo matupu. Angalieni kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho. Tarudia. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Kuna mafundisho yapo ya jinsi ya kibinadamu ya ulimwengu huu. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote, katika Kristo unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Mstari 10, nanyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Lazima tufahamu kwamba tunapokuwa katika kulala kwetu, shetani yupo kazini. Tukisema kulala, tunamaanisha kutokujua cha kufanya. Mathayo 13:25. Mathayo 13:25 anasema lakini watu walipolala, Petro 24 kwa ufahamu zaidi, anasema akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Katika konde lake. 25. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Walipolala, akaja adui akapanda magugu. Now, kama nilivyoambia kwamba maisha ni uwanja wa vita. Je, tunapambana na kitu gani? What are we fighting in the battlefield of life? What are we fighting in the battlefield of life? Or what is the fight we are waging against? Tunapambana na nini katika uwanja wa vita ya maisha? Tunapambana na nini? Namba moja, we are fighting against sickness and diseases. Tunapambana na maradhi na magonjwa. Maradhi na magonjwa. We are fighting those things. Because ni vitu ambavyo havitaki tuishi, ni vitu ambavyo havitaki tuendelee, ni vitu ambavyo havitaki tusonge mbele. Luka 13:11-18. Kitabu cha Luka sura 13. Luka sura 13 mstari 11-18. Na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18. Jesus. Naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa, yani amepoza kiasi kwamba amepinda. Mstari 12. Yesu alipomwona akamuita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Mstari 13. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Mstari 14. Basi mkuu wa sinagogi akakasirika kwa sababu Yesu alimponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia mkutano, kuna siku 6 zifaazo kufanya kazi, basi njoni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu, je, amfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi, aende naye kumnywesha? 16. Na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka 18 hii, haikumpasa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato?
Huyu alikuwa ni adui ya huyu mama. Huyu mama hawezi kufanya maendeleo kwa sababu kuna ugonjwa. Mpendwa, unaweza kuwa usumbuliwe na umaskini lakini unasumbuliwa na maradhi. Yanaweza sio ni maradhi haya ya mwili kuuma, lakini kumbe una maradhi ya kiakili, afya ya akili. Bwana asifiwe sifa. Kwa maradhi ni adui yetu mkubwa. Kwa tunapambana na huyu adui. Soma Biblia yako. Kila siku uwe na kitu cha kufanyia kazi, andika unachokisoma. So, hayo maradhi na magonjwa ni vita. Na magonjwa haya na maradhi yana chanzo chake katika ulimwengu wa roho. Magonjwa na maradhi yana chanzo chake. Biblia imetuambia kwamba alikuwa na pepo. Maana yake nyuma ya ugonjwa huo kulikuwa kuna pepo, kulikuwa kuna roho inaitwa pepo. Asemaje? Sema, natazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu. Pepo yani mpaka amepooza, amepindana, uti wake mgongo yani haufanyi kazi, amepindana. Maana yake nyuma ya huo ugonjwa kuna pepo. Kwa hiyo basi nyuma ya ugonjwa na maradhi kuna roho. Ndio maana unatibu kwa daktari magonjwa, chanzo au kiguzi. Kwa nini? Umechagua kuamini ripoti ya daktari, lakini nafasi ya Mungu umeiondoa. Unameza dawa uombi au chukua hatua ya kiimani. Ninakutuma, nenda na ukavitiishe vyote virudi mahali pake katika jina la Yesu. Kila alichokitiisha Mungu chini yako kirudi chini yako katika jina la Yesu. Kirudi chini yako katika jina la Yesu. Sema amina. Marko 5 mstari wa 2. Marko 5 mstari wa 2. Anasema, Marko 5:2. Ndio Mungu anasema. Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu, mwenye pepo. Huyu mtu anamuonaga ni kichaa, huaga anajikatakata, wakifunga kamba anajikata, lakini kumbe nyuma yake kuna pepo. Nyuma yake kuna pepo. Ninaamuru hiyo pepo aliye nyuma ya huo ugonjwa unaokutesa, in the name of Jesus. Haya magonjwa yana chanzo katika ulimwengu wa roho. Nani anayefadhili maradhi na magonjwa? Namba 1, adui shetani. Adui shetani ndiye anayesponsor, ndiye anayefadhili. Anayefadhili hivyo vikundi hivyo, hayo majeshi ya magonjwa hayo ni shetani. Mwanzo 1:31. Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema. Sasa ikawaje? Kwa Mungu aliumba afya akaiona ni njema, mwanadamu akaona yuko sawa. Paliharibikaje? Shetani. Mungu kile alichokiumba alikiona kuwa ni chema, alitupa afya njema, but shetani alipoona tu tumelala akapanda. Leo ving'oke katika jina la Yesu. Ayubu 2 mstari wa 7. Ayubu sura ya 2 mstari ule wa 7. Na Mungu anasema, basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana, akampiga Ayubu na majipu mabaya, tangu wayo wa mguu hata utosi wa kichwa. Akampiga. Aliyempiga ni Mungu ama shetani? Sema kamate moto, kamate moto. Sema shetani na mawakala wake kamate moto. Sema kamata moto, niachie, niachie, niachie. Achia familia yangu, achia watoto wangu. Sema achia, achia, achia. Sema juu naanza kutembea kwa jina la Yesu. Shetani na majeshi yako, kamata moto, teketea. 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 Achia afya yangu, achia maisha yangu, achia afya yangu, achia maisha yangu. Achia, achia, achia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shata kapa, reka fakapa, heketeriaka, seto kobra katarabazaka, embrata barade bele kobra da baradaba. In Jesus name we pray. Katika jina Yesu tumeomba. Keti. Shetani ni muongo. Tunafunga kila mlango anaopitia shetani kuleta maradhi na magonjwa kwenye majumba yetu. Tunafunga kila lango la kuzimu unaopitisha maradhi na magonjwa katika jina la Yesu. Kanisa hili na waumini wake wakahifadhiwa. Kanisa hili na waumini wake wakahifadhiwe katika jina la Yesu Kristo. Anaweka mikakati. Namba 2, uvivu wa kiroho. Spiritual laziness. Spiritual what? Laziness.
uvivu wa kiroho. Marko 13:25, walipolala adui akaja akapanda magugu. The spirit of slumber, roho ya usingizi. Roho ya usingizi ni roho ya uvivu. Roho ya usingizi ni roho ya uvivu. Roho ya usingizi ni roho ya uvivu. Unajisikia uvivu kusoma neno, unajisikia uvivu kuomba, unajisikia uvivu kufunga, unajisikia uvivu kutafuta upako, kumtafuta Mungu, unajisikia uvivu. Now, nifanye nini ili nipate kutembea katika mamlaka ama katika utawala dhidi ya magonjwa na maradhi? Namba 1, kama nilivyotangulia kusema, mtii Mungu. Yakobo 4:7. Mtii Mungu, mpingie shetani naye atakimbia. Namba 2, fungua moyo wako kusikiliza mafundisho ya huduma ya uponyaji. Fungua moyo wako kusikiliza neno la uponyaji. Niliwaambia hivi, imani huja wa kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa ili ujenge imani katika jambo husika, lazima usikilize mafundisho ya uponyaji, mafundisho ya neno la Mungu juu ya uponyaji. Open your heart to the anointed teaching of healing. Fungua moyo wako kwa ajili ya mafundisho ya upako wa uponyaji. Fungua moyo wako kwenye mafundisho ya upako wa nini? Wa uponyaji. Open your heart, sir. Isaya 30:21. Neno la Mungu nasema, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii, ifuateni. Mgeukapo kwenda mkono wa kulia, mgeukapo kwenda mkono wa kushoto, utasikia sauti ya neno. You will hear the voice. Na masikio yako yatasikia neno. Masikio yako yasikie neno la uponyaji. Ukiamka asubuhi, sikia neno la uponyaji. Kitabu cha Matendo ya Mitume 8:26 mpaka 28. Asema, malaika wa Bwana akasema na Filipo akamwambia, ondoka ukaende upande wa kusini hata njia ile iteremkayo kutoka Yerusalemu kwenda Gaza, nayo ni jangwa. 27. Naye akaondoka akaenda, mara akamwona mtu Washi mwenye mamlaka chini ya Kandake, Malikia wa Kush, aliyewekwa juu ya hazina yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Shangani, akawa akirejea ameketi garini mwake akisoma chuo cha nabii Isaya. Kwa mafundisho ya uponyaji yana roho nyuma yake ambayo inaitwa uponyaji. It carries the healing virtue, healing power. Kitabu kile cha Yohana Mtakatifu 6:63, maneno niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Maneno niliyowaambia ni roho. Those words are spirits. Namba 2, kipi kitakachokuwezesha kutembea katika hiyo mamlaka? Roho ya imani. Sema roho ya imani. Mathayo 9:27 mpaka 28. Mathayo 9:27 mpaka 28. Roho ya imani ni roho inayoongea. Roho ya imani maana yake ni umekunywa yani ni sawa na mtu aliyelewa. Mtu ambaye anaenda kulewa akiwa ni mzima kabisa, hajalewa, akapita mahali fulani afu kwa kuna simba mkali sana, utamuona wakati hajalewa anapita mwoga. Lakini akisha kunywa, maana yake kuna roho nyingine imeingia, sio wa Mungu. Lakini kwa sababu Biblia imetuambia msilewe. Kwa nini? Tujazwe kwa nini? Kwa Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu tunampataje? Kupitia neno. Haleluya. Sasa roho ya imani ni mtu aliyeelewa neno, kwa sababu imani huja kwa kusikia neno. Kwa ni mtu aliyeelewa neno, ni mtu aliyekunywa neno, ni mtu aliyekula neno, alafu kilichotoka sasa ni ulevi. Ulevi gani? Kinaanza kuongea kilichoko kule ndani. Si mlevi kawaida sasa amepita mahali akasema kuna simba, akawa anapita na bogopa. Baada ya kunywa pombe akija unasikia simba nini? Paka tu. Simba nyau tu. Anasema simba nini? Muangalie aliyeelewa neno sasa. Unamwambia kuna ugonjwa.
Unaishavia, anasema sio mimi, sio mimi, not me, not me. Ukimuuliza kwa unaongea hivyo, hata yeye mwenyewe hajui kwa nini anaongea hivyo. Mathayo 9:25. Lakini makutano walipoondoshwa, akaingia akamshika mkono yule kijana, akasimama. Zikaenea habari zake nchi yote. Zikaenea habari zake nchi ile yote. 27. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata, wakapaza sauti wakisema, utulee mwana wa Daudi. 28. Na alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea Yesu akamwambia, mnaamini kwamba naweza kufanya hili? Wakamwambia, naam Bwana. 29. Ndipo walipowagusa macho, akasema, kwa kadri ya imani yenu mpate. Kwa kadri ya imani yenu mpate. Wakorintho wa pili 4:13. Wakorintho wa pili 4:13. Anasema, lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini na kwa sababu hiyo nalinena. Sisi nasi twaamini na kwa sababu hiyo twanena. Roho ya imani, yani ukishasema kwamba una imani, tunatakiwa sasa tuone matendo. Matendo yanasukumwa na roho. Ndipo hapo unamwona mtu anafunga 7 kavu, asikii njaa, yani anafunga 7 kavu, kasukumwa na roho. Imekuja kujaje? Kasoma kwenye maandiko, kasoma kitabu. Katika kusoma kwake akaendeshwa na roho nyikani siku 40. Akaendeshwa na roho. The spirit of faith. Roho ya imani ni roho inayonena, ni roho inayoongea, haiko kimya. Yani kama umesha deposit ndani yako neno la kutosha, ile roho inaanza kuongea, ile roho inaanza kuongea. The spirit of faith. The spirit of faith is the speaking spirit. Roho imani, roho inayonena. Anasema kwamba lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini na kwa sababu hiyo nalinena. Naliamini na kwa sababu hiyo nalinena. Naliamini na kwa sababu hiyo nalinena. It's the speaking spirit. Sisi nasi tuamini na kwa sababu hiyo tuanena. It is the speaking spirit. Ni roho inayoongea kinyume na matatizo. Ni roho inayonena kinyume na mateso. Ni roho inayonena kinyume na maradhi. Ni roho inayonena kinyume na hiyo hali, katika jina la Yesu Kristo. Usirizike na hiyo hali. Efeso 6:13. Neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana. Kufanyaje? Kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Twaeni sana, na silaha moja wapo ni ya imani. Mstari wa 16 anasema, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Hautapoteza wakati kwenye maradhi, utakomboa wakati. Hautaona mwanao anapotea, hautaona mwanao anahangaika. Utabandika mkono, pepo atamwachia. Utabandika mkono, pepo atamwachia. Sema juu, sema juu, sema juu, sema juu. Haleluya, sema juu. Yesu Kristo bado anaponya. Na sikuambia haya uyaishi leo tu afu yaishi hapo. Nataka uyaishi maisha yako yote. Maneno haya uliyoyasikia yawe mbegu moyoni mwako. Uikumbuke siku ya leo. Ukumbuke mpaka ulivyokuwa umevaa, mpaka mchungaji alivyokuwa amevaa na ibada ilivyokuwa. Yasiondoke kwenye kumbukumbu na memory ya ufahamu wako katika jina la Yesu. Ukaangalia jinsi ya kutenda kama jinsi ulivyofundishwa. In Jesus mighty name.